ujumbe niloupa kichwa, when your Elijah has gone, pale Elia wako akiwa ameondoka. when your Elijah has gone, Pale Elia wako akiwa ameondoka. what happens when your Elijah has gone? Nini hutokea pale Elia wako akiondoka? What happens when God has taken away your Elijah? Nini hutokea pale Mungu atakapokuwa amemchukua Elia wako? How do you experience when your Elijah has been taken away from you? Mambo gani utakutana nayo au utakuwa kwenye mfumo gani pale Elia wako akiwa ameondolewa? What do you see when your Elijah has been taken away to heaven? Unaona nini pale Elia wako akiwa amechukuliwa kwenda mbinguni? We have learned the word of God. Tumesoma neno la Mungu. And God has spoken to us through these words. Na Mungu amezungumza nasi kupitia maneno haya. The Bible says in the book of 2 Kings. Biblia inasema katika kitabu cha Mfalme wa Pili, 2 Kings chapter 2. sura ile ya pili, From verse number 1. kuanzia mstari wa kwanza kabisa. If you are going to read verse number 1. Ukiwa unasoma mstari wa kwanza, Bible says, Biblia inasema it came to pass ikawa when the Lord was about to take Elijah hapo to heaven Bwana alipokuwa anatarajia kumchukua Elia kwenda mbinguni by the whirlwinds. na kwa upepo wa kisulisuli. Now, who is Elijah? Sasa Elia ni nani? Elijah was a man of God. Elia alikuwa mtu wa Mungu. Elijah was a man of God who was anointed by God. Elia alikuwa ni mtu wa Mungu aliyepakwa mafuta na Mungu. And during the time of Elijah, Kipindi cha Elia, he was ministering together with Elisha as an associate pastor or somebody who was giving support to the ministry of Elijah. kipindi cha huduma wa utumishi wake alikuwa akifanya kazi pamoja na msaidizi wake Elisha. Elijah was a father. Elia alikuwa ni baba Elisha was a son. na Elisha alikuwa kama mwana. What are the ways of fathers? What are the ways of fathers? Kazi za baba ni zipi? Fathers are there to lay foundation. Wa baba wapo kwa ajili ya kutengeneza msingi. Fathers, they lay foundations Wazao mababa wao wengi hutengeneza msingi so that sons should not struggle where fathers have struggled. ili kwamba watoto sasa wasije wakapata shida pale ambapo wazazi wao wakiwa wameshapata shida. Hallelujah. Haleluya. Are you following what I'm talking Jamani, mnanifuatilia ninavyoongea? I am saying fathers, Inasema hivi, they mababa lay foundations wao hutengeneza msingi for their sons. kwa ajili ya watoto wao, That their sons ili kwamba watoto wao will struggle again. ili wasipate shida tena. Where their fathers struggled, Yale mazingira waliopitia wazazi their wao, sons are not supposed to struggle. wale watoto wao wanajua wapitie mazingira When the yale. fathers cried, Pale mababa walipolia, sons are not supposed to cry. watoto hawatakiwi walie, The fathers kwa sababu have mababa already laid foundation. tayari wametengeneza They have msingi, already created a way for the son to pass. kwa sababu wameshatengeneza mazingira au njia ya mtoto kupita. We have lost our father in this house. Katika nyumba hii tumempoteza baba yetu, But we must not worry about that. lakini tunatakiwa tusiwe na shaka juu ya hilo. Are you not hearing what I'm saying? Au mlisikii We nilichosema? must not worry about that. Hamtakiwi kupata shida wala kuwaza juu ya hilo. Fathers have done their work. Baba amefanya kazi yake. It is now the time Sasa ni wakati for the sons and daughters wa watoto wa kike na wa kiume to work from the foundation where the fathers left. kutendea kazi ule msingi ambao baba ameuacha. A good son and a good daughter Binti mzuri na kijana mzuri does not destroy the foundation of their fathers. hauwezi kuharibu ule msingi wa baba Instead yao. of destroying the foundation of their fathers, Badala ya kuharibu ule msingi wa they baba yao, begin to build from
kutwaliwa. You know when the father is about to die, Unajua baba anapokaribia kufariki, people who are not members of that church, baadhi ya watu ambao sio washirika wa kanisa hilo, they see from far what is happening around your church. wanaona kwa mbali kitu gani kinatokea kwenye kanisa When you lenu. are staying here, Lakini unapokuwa you karibu, may think that people are not following you. unaweza kuona kama watu hawakufuatilii There are vile. some churches in Makambako, Kuna makanisa kadhaa Makambako they are following what you are doing here. wanawafuatilia You mnachokifanya. may not be able to know what they are doing. Unaweza usijue wakifanya Others, they are not happy wengine hawafurahii that the church is still existing. kwamba kanisa bado lipo. They thought that the death of bishop is going to be the death of the church. Walijua kifo cha askofu ndio kifo cha kanisa, But it is not like that. lakini mambo ya That is kweli not the will of God. haya sio mapenzi ya We are Mungu. going to build. Tunataka kujenga. Nasema tunajenga Father, let us pale ambapo baba yetu ametuachia. anointing for that. Kuna upako kwa ajili ya hilo. Anointing from heaven. Kuna upako toka mbinguni. Build. Tunaenda kujenga katika jina la Yesu Kristo. Wherever Elijah was going, Popote Elia alipokuwa anaenda, Elisha was going there. Elisha alikuwa anasema And anaenda. Elijah is trying to give some excuses Pale Elisha anajaribu kutoa baadhi ya tafadhali nyingi, because Elisha knew kwa sababu Elisha alijua the secret of my ministry. kwamba siri ya huduma I yangu am led in this man. nimewekeza kwa I'll never allow this man to go huwezi kumruhusu huyu mtu before I receive the mantle. kabla sijapokea kijiti. The Bible says Biblia inasema Elijah took his cloth Elia alichukua yale mavazi, and hit the waters, alipiga maji, and the waters were divided. maji yakagawanyika. Hallelujah. Hallelujah. So he was on, they were on the other side of the river. Sasa walikuwa ng'ambo ya mto, When they were about to cross, walipokuwa wanakaribia there was no any other bridge. hakukuwa na daraja lolote, But through the anointing of God upon Elijah, lakini kupitia upako wa Elijah kupitia took Elia, his cloth and hit the water, Elia alichukua mavazi yake akapiga maji and they crossed to the other side of the river. na wakavuka ng'ambo tena ya mto. Hallelujah. Haleluya. Now, Sasa to prove that Elisha was really anointed by God, ili kuthibitisha kwamba Elisha alikuwa tayari amepakwa mafuta na Mungu, Elijah did not let Elisha when they were on the other side of the river. Elia hakumwacha Elisha huko kwenye ng'ambo ya mto mwingine. God wanted them to cross, Mungu alitaka wote wavuke to go to the other side of the river, waende ng'ambo nyingine ya mto where there was no bridge. ambako hakukuwa na daraja. The other side of the river, that's where God took Elijah. Ule upande mwingine wa mto ambao Mungu alikomtwalia Elia, That's where Elisha received the anointing. huko ndiko Elisha alipokelea upako wake. Hallelujah. Haleluya. Nyumba. Elisha did not say, I want a car. Elisha hakusema nahitaji gari. He said, I can have a car. In his hand, he said, I can have a car. Moyoni mwake alijisemea kwamba naweza nikawa na gari na nyumba, I can have money in the bank. naweza nikawa na pesa kwenye akaunti But zangu, if I'm not anointed, lakini kama sijapakwa I mafuta am finished. mimi nimekwisha. Money without God. Money without God. Pesa pasipo Mungu, You are finished. kwisha wewe. Houses without God. Nyumba pasipo Mungu, You are finished. umeisha. Cars without God. Gari pasipo Mungu, You are finished. umekwisha. So Elisha discovered the secret of success. Elisha aligundua siri ya mafanikio. Hallelujah. Haleluya. I have come to tell you, Nimekuja kukwambia, when you have got anointing, unapokuwa umepakwa mafuta, you have got everything. una kila kitu. You don't need money. Hakuhitaji pesa. Some of you, Baadhi you yenu don't need a car. hakuhitaji Some gari. of you, Baadhi you yenu don't need a wife. hakuhitaji hata Some of mume. you, Baadhi you don't yenu need a husband. wala kuhitaji mume.
for so many years. Naelewa kwamba Elisha alikuwa akifanya kazi na Elia kwa miaka mingi. So Elisha understood how God was using Elijah as a prophet of God. Elisha alielewa vyema jinsi gani Mungu alivyokuwa akimtumia Elia kama nabii wa Mungu. So he says, alisema, I don't want one portion. Mimi sitaki tu upako mmoja. The way I've seen God using this man, jinsi nilivyoona Mungu akimtumia yule mtu, I don't want one portion. Sitaki tu upako kidogo. I want double. Nataka mara mbili yake, double. Mara mbili yake. Say double. Sema mara mbili. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? Hallelujah. Are we together? Kwa pamoja. So Elisha wanted a double portion of the spirit of Elijah. Elisha alihitaji upako maradufu wa roho ya Elia. He didn't want a quarter of the anointing. Wala kuhitaji upako akiwa amekufa. That has never happened in the history of the Bible. Hiyo haijawahi tokea katika historia ya Biblia. It only happened to a prophet Elisha. Ilitokea kwa nabii Elisha tu. The Bible says when the dead body was thrown on the body of Elisha, that dead body was listen. Biblia inasema mwili mfu ulipotupwa katika ukadondokea mifupa ya Elia, ule mwili ukafufuka. So there are two things that happens when the Elijah has gone to. Kwa hiyo kuna mambo mawili ambayo yalitokea ambayo Elia akiwa ametwaliwa. Number one, cha kwanza, when Elijah has been taken to heaven, Elia alipokuwa akiwa ametwaliwa kwenda mbinguni, you receive the mantle. Unapokea kijiti. Hallelujah. Hallelujah. When Elijah has been taken to heaven, Elia anapokuwa ametwaliwa, you receive the mantle. Unapokea kijiti. When you have received the mantle, unapokuwa umepokea kijiti, it means you have received the authority. Inamaanisha kwamba unapokea mamlaka. When you have got authority, unapokuwa una mamlaka, you begin to make things happen which were not happening. Unaanza kufanya mambo yatokee ambayo hayakua in authority. Kuna nguvu kwenye mamlaka. There is power in authority. Kuna nguvu kwenye mamlaka. When somebody has got authority, mtu anapokuwa na mamlaka, it doesn't matter how old the person is. Haijalishi huyo mtu ana umri mkubwa kiasi gani. When you are driving a car, unapokuwa unaendesha gari, and you find a small police woman, traffic officer, unapokuwa unamuona trafiki wa kike mdogo, even though you are driving a truck, hata kama unaendesha lori kubwa, but if that small police officer that woman stops the car, yule mwanamke tu polisi mdogo akinyosha tu mkono, you don't have an option. Hauna njia mbadala. So how many years have you been driving the car? Haijalishi umeendesha gari kwa miaka mingapi. You are supposed to stop because of the authority which has been invested upon the police officer. Unatakiwa kutii na kusimama kwa sababu ya mamlaka yaliyowekwa kwa polisi huyo. So age doesn't matter. Kwa hiyo umri haujalishi. Hallelujah. Ni mkubwa kuliko mchungaji wako. So being older than your pastor doesn't mean that you're anointed more than the pastor. Umri ukiwa mkubwa zaidi ya mchungaji haimaanishi umepakwa mafuta zaidi ya mchungaji. Because a pastor represents God. Kwa sababu mchungaji anamwakilisha Mungu. If God can come in this church and begin to preach on his own, you can die. Kwa sababu Mungu akija mwenyewe akishuka akianza kuhubiri mwenyewe kanisa hili kufa. Yeye ni mkubwa mno. That's why Moses could not manage to see the face of God. Na ndio maana Musa hakuweza kustahimili kuona uso wa Mungu. There's no one who saw the face of God and keep on being alive. Hakuna aliyeweza kuona uso wa Mungu na akaendelea kuwa hai. That's why God uses people, human beings. Ndio maana Mungu anatumia watu, binadamu. That's why God anointed David while he had some elder brothers. Ndio maana Mungu alimpaka mafuta Daudi wakati makaka zake wakubwa walikuwako. So it's not about
in this church. Tutakuwa na mtembeo wa kimungu katika kanisa hili. Amen. Amen. Because of double portion anointing. Kwa sababu ya upako maradufu. Hallelujah. Hallelujah. God is going to raise people here financially. Mungu ataenda kuwabariki watu hapa, akawainua kiuchumi. Some of you, God is going to raise. I'm speaking this prophetically right now. Ninaongea haya kinabii sasa hivi. Amen. God is going to raise some of you from this church. Mungu ataenda kuwainua baadhi yenu kwenye kanisa hili. So that the world should be ashamed. Ili dunia iweze kuaibika. People will be ashamed because God is going to raise you higher. Watu wataenda kuaibika kwa sababu Mungu ataenda kuinua juu sana. It's not about what we see with our eyes. Hiyo haihusiani na jinsi tuonavyo kwa macho. It's about what the double portion anointing is doing upon your life. Hii inahusiana na upako ule wa mara mbili unaofanya katika maisha yako. There is a time that I'm going to come to this church. The church will be so big. Kuna wakati nitakuja kufika kwenye kanisa hili, kanisa litakuwa kubwa mno. And there will be so many cars outside there. Na kutakuwa kuna magari mengi sana hapo nje. And some of the cars you will be the ones driving those ones. Na baadhi ya magari wewe utakuwa ni mmoja wapo unaoendesha hayo magari. Hallelujah. Because I see somebody here, you do business. Kwa sababu namuona mtu hapa anafanya biashara. But God is saying to you, Lakini Mungu anasema hivi, you need to go and make a passport. unatakiwa uende uandae hati ya kusafiria. Because God is raising an international business from you. Kwa sababu Mungu anainua biashara yako ya kimataifa kwako. You have been selling things in Tanzania, South Africa. Wengine mtakuwa mnaenda Afrika Kusini mwa Afrika huko. God is going to raise you. Mungu anaenda kukuinua. Amen. Number 2. Jambo la pili, When Elijah has been taken to heaven, Elia wako anapokuwa amechukuliwa kwenda there mbinguni. is a release of double portion anointing. There is a release of double portion Kuna anointing. kuashiriwa kwa upako wa maradufu wa mara mbili. Hallelujah. Hallelujah. What does it mean to have a double portion anointing? Ina maana gani kuwa na upako wa maradufu? When a double portion anointing has been released, Upako wa maradufu unapokuwa umeashiriwa, you become successful more than your predecessor. You become successful more than your we call successor, the other one. kutengeneza msingi. If your father was doing a business, Kama baba yako alikuwa anafanya biashara, you must do business more than your father. utafanya biashara hiyo maradufu ya baba yako. My father only managed to buy one car. Baba yangu mimi alifanikiwa kununua gari moja. But me, I've managed to buy 6 cars. Mimi nimefanikiwa kununua magari 6. Not at different time, but having them at once. Sio kwa wakati tofauti, kununua kwa mara moja yani. Hallelujah. Hallelujah. That's what we say, that Father, they lay foundations. Na ndio maana tunasema mababa kutengeneza msingi. In other words, Kwa lugha nyingine, you must do better than your mother and your father. utafanya vyema zaidi ya baba yako na baba yako. When a double portion anointing is upon your life, Upako maradufu ukiwa umeachiliwa ya you maisha do yako, better more than your uncles. utafanya makubwa zaidi ya You wajomba do zako. better more than your aunties and your fathers. Utafanya makubwa zaidi ya shangazi When zako. that anointing come upon your Ule life, upako ukikujilia kwenye maisha I yako, don't know what you do in your life. sijui unafanya kwenye If maisha you yako. are doing business, Kama unafanya biashara, you do it better more than your father. utafanya maradufu zaidi ya You baba do yako. it better more than your mother. Utafanya maradufu zaidi Because double portion kwa anointing sababu upako is maradufu coming upon your life. unakujilia katika maisha yako. If you're a pastor, Kama na wewe ni mchungaji, your father was a na pastor, baba yako alikuwa you are mchungaji, supposed to be more anointed more than your father. unatakiwa uwe upako mafuta zaidi ya baba yako. Amen. That's the rule. Amen. Na hiyo ndio sheria. Fathers, sons and daughters must do better than their parents. Watoto wa kike na wa kiume wanatakiwa wafanye makubwa au bora zaidi ya wazazi wao. Hallelujah. Hallelujah. If your parents, if your father just went to one country, Kama baba yako au mama yako alienda kwenye nchi moja tu,
it means you must go beyond that. Unatakiwa sasa wewe usafiri zaidi ya nchi hizo. Don't be satisfied with what your father achieved in this life. Usitosheke na kile kitu ambacho baba yako alikipata katika maisha haya. If your father was praying so much, kama baba yako alikuwa muombaji sana, you need to double those prayers. Unatakiwa yale maombi yaongezeke mara mbili yake. Amen. If your father was going to church, kama baba yako alikuwa akienda you kanisani, must double what your father did. lazima ufanye maradufu ya kile alichofanya baba yako. You don't go below the level or the standard your father raised. Hutakiwi kushuka viwango vile ambavyo baba yako aliviweka. We don't reduce the standard. Hatupunguzi viwango. We raise the standard. Tunainua viwango. If your father has left the standard somewhere, kama baba yako ameweka aliachia kiwango fulani, as a child of God, kama mtoto wa Mungu, you are supposed to raise the standard, not to reduce the standard. Unatakiwa kuongeza kiwango, sio kushusha kiwango. Amen. Tena kuomba. Amen. Amen. And I believe something is going to happen. Na ninaamini kuna jambo litatokea. God is pouring a new level of anointing in this church. Mungu anaachilia hatua fulani mpya ya upako katika kanisa hili. Because the foundation has already been given to us. Kwa sababu msingi tayari tunao. So we no need for us to struggle. Wala hatutaki kupata shida. Why should we struggle when the foundation has already been given? Kwa nini tupate shida wakati msingi tayari tunao? For some of you have built houses, you understand that during foundation you spend more money. Baadhi yenu najua mmejenga nyumba, mnaelewa kwamba mnapokuwa unajenga msingi unatumia pesa nyingi sana. Putting footing, weka nondo, digging, putting kuchimba, weka. The foundation is not cheap. Kutengeneza msingi sio rahisi. Because they say the deeper the foundation, the higher the building. Kwa sababu wanasema hivi, msingi unavyozidi kuwa mrefu chini kushuka chini, ndio urefu wa nyumba unapokuwa. If you're in Dar es Salaam, Kariakoo, when you see people building houses in Kariakoo buildings, ukiwa Dar es Salaam Kariakoo pale, ukiona watu wanaojenga nyumba, the foundation is very deep. Unaona msingi ni mrefu mno. They put seals there. Wanaweka mdondo nyayo huko. They put more cement there. Wanaweka cement ya kutosha. Because the stronger the foundation, the higher the beauty. Kwa sababu uimara wa msingi ndio urefu wa jengo. Ndio uimara wa jengo. So when the foundation has already been laid, kwa hiyo msingi unapokuwa tayari umewekwa, you don't struggle. Haupati shida. Kuna Wahindi. Those Indians, wale Wahindi, the wealth they have, utajiri walionao, it was not created by them. Wala sio wao waliotengeneza utajiri. It was created by their forefathers. Ulitengenezwa na watangulizi wao. They just pass the wealth with generation another generation. Wanarithisha tu ule utajiri kizazi baada ya kizazi. But we Africans have got a problem. Sisi wa Afrika sasa tuna matatizo. We don't think about ourselves. Tunajitazama tu wenyewe. We don't think about other generations. Hatufikirii vizazi vijavyo. That's why some of us are still struggling. Instead of building on the foundation of our fathers, we are still working on the foundation which we are not supposed to be doing now. Ndio wale wengine tunapata shida, badala ya kuendeleza msingi ambao baba wetu walianza, tunaanza kujenga misingi yetu wenyewe. May the Lord help you. Mungu atusaidie. That you see beyond your generation. Uone zaidi kwa vizazi vingine. Hallelujah. Hallelujah. Kontarabaya kataramayat. Besha konterebaya katoi. Rekantoroposika ya matai. Yes. Rapanterebe santoraba. Yes. Shankoria matebosa tata. Rangerebosi tarababa. Open up your heart, open up your heart. The anointing of God is here. The anointing of God is here. Open up your heart, open up your heart. God is ready to touch your life. God is ready to touch your life.
maisha yako. Today you're going to receive your double portion. Leo tena kupokea upako wako. Double portion. Upako maradufu. In the name of Katika jina la Yesu. Shakata. Katika jina la Yesu. Shakata. Yes. Yatemorie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea. Pokea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mama askofu yuko wapi? Mama askofu yuko wapi? Mama Nadia? Mama mchungaji wako wapi hao watu? Katika jina la Yesu. Mama mchungaji wapi wewe? Katika jina la Yesu. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Katika jina la Yesu Kristo. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Holy Ghost. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yetemoria tata yebo. Sitemoria tata. Yetemoria tata. Kodemoria tata yebo. I command the power of the darkness. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu mama. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Fire. Katika jina la Yesu. Holy